Jioni ya baraka kwa Mwenyezi Mungu. Jambo kwenu wote wapenzi wasikilizaji, saa 1:15 studio na televisheni tuungane, taarifa ya habari. Na kwanza muktasari wa habari zenyewe. Mzozo uliokuwepo kati ya viongozi wa Agence de Transport tarafani Uvira, hususan Agence Okapi na La Réponse umemalizika. Kwa kuhitimisha mwezi huu wa akina mama wanawake, wanamemba wa mama wapasha habari AFEM-SK walikuwa na mazungumzo kuhusu namna gani wanawake wataweza kujitokeza wengi kujiorozesha hiyo siku ya 6 tariki 2 Aprili 2011. Na watu 3 wa jamaa moja kufariki, nyumba nyingi kuharibika na magari kwenda na maji kutokana na mvua kali ilionyesha na upepo mkali huko mji mkuu wa Bukavu. Hawana mengine katika taarifa hii habari, jiunge nasi. Habari kamili. Mzozo uliokuwepo kati ya viongozi wa Agence de Transport tarafani Uvira, hususan Okapi na La Preference umemalizika na kupata suluhisho tangu hiyo jana siku ya 3 tarehe 13 Machi 2011. Mkuu wa tarafa makamo Pastor Victor Chomachoma Mukubito alikuwa na mazungumzo na viongozi wote wa maagence za usafiri ndani ya ofisi yake hiyo siku ya 3 asubuhi, ajili ya kuwapa shauri ya kazi ili walinde usalama wa wasafiri Uvira Bukavu na mali zao katika bonde lote la Ruzizi. Kutokana na habari tulizo nazo kutoka kwa mkuu wa tarafa makamo, amesema kwamba baada ya mazungumzo wote wamesameheana na kukubali kutumika kwa masikilizano na kwa umoja. Katika mkutano huo wamepata nafasi kufanya uchaguzi wa kiongozi atakayesimamia maagence ya usafiri ya hapa jijini Uvira, naye ni bwana Banga wa Agence Pacifique amechaguliwa kuchukua nafasi ya bwana Morgan. Viongozi wa maagence za usafirishaji wamemshukuru mkuu wa tarafa makamo Pastor Victor Chomachoma kwa kuwaunga mkono na kuwaunganisha, na sasa wote wanakuwa wamoja. Habari hizi tumezipata ndani ya ofisi ya mkuu wa tarafa makamo Pastor Victor Chomachoma Mukubito. Unaendelea tu kufuata taarifa yetu ya habari kutoka radio na televisheni tuungane. Kwa kuhitimisha mwezi huu wa kina mama wanawake, wanamemba wa AFEM-SK wameweza kuungana pamoja na kuweza kubadilishana fikra juu ya siku ya 6 ambayo kabisa itakuwa siku ya kujiorozesha na kushiriki vizuri juu ya uchaguzi. Mengi zaidi na Nzobe. Nakushukuru sana Hortense Chibalonza. Kwa kuhitimisha mwezi huu wa akina mama, wanawake wanamemba wa AFEM, Association des Femmes des Médias du Sud Kivu, tawi la Uvira, wamekuwa na mazungumzo kuhusu namna gani akina mama wataweza kujitokeza wengi kwenye uchaguzi bila ubaguzi wa rangi au wa kabila. Kupitia mazungumzo hayo, mtangazaji au mwenzi wetu Hortense Chibalonza alionyesha wanamemba wa mama na wapasha habari wanaombwa kuhimiza wale ambao wanakuwa na umri wa miaka 18 na zaidi kujiorodheshwa hiyo siku ya 6 ya tarehe 2 Aprili mwaka 2011. Aliongeza kusema kuna wazazi wengi wanaosahau miaka ya watoto wao. Wanawake wanamemba wa AFEM wameridhika na mazungumzo hayo na kushukuru kwa wapasha habari na wanamemba wa Kivu ya Kusini kwa kazi ambazo wanaendelea kuzitenda katika nchi nzima ya kidemokrasia ya Kongo. Shukrani kwa Nzobe. Samoja na dakika 20 samani bado tuko tarafani Uvira. Imehitimishwa hiyo jana siku ya 3 semina ya mafunzo
kuhusu uchaguzi na uongozi wa kina mama. Mafunzo hayo yalidumu muda wa siku 3, yaliandaliwa na shirika la Inireke na kudhaminiwa kipesa na Kapi. Yote yalifanyika ndani ya jumba la mikutano la Shekina House. Mwalimu aliyekuwa akifundisha muda wa siku 3, Mama Abigail Bitondo, alionyesha akina mama namna wataweza kujitokeza wengi kwa uchaguzi unaokuja. Alionyesha pia kama sheria ya mwanamke inapaswa kuheshimiwa ili wamama nao washiriki kwenye uchaguzi na kuweza kugombea nafasi za uongozi kama wanaume. Na bado tungali tu hapa tarafani Uvira kuhusu PNR na Nzobe. Ikiwa tunaendelea tuna habari za hapa Uvira, tuone namna gani rais wa PNR aliwasili tarafani. Rais wa chama cha taifa kwa ajili ya mageuzi PNR kwa ufupi, Bwana Delphin Bugigi Kubwa, aliwasili hapa tarafani Uvira hiyo jana siku ya 3 akitokea huko Marekani. Kiongozi huyo Bwana Delphin Kubwa ambaye yuko hapa Uvira, kabla ya kufika tarafani hapa alihutubia raia wa Luvungi na Sange. Aliteremka hapo Sange na kwenda kuona shamba la wafu waliopoteza maisha kutokana na ajali ya milipuko wa gari la mafuta ambapo aliacha shahada la maua. Bwana Cuba Delphin alihutubia umati wa raia waliokusanyika kwenye ukumbi wa mkutano Grand Salle de Mulongwe, ambapo alieleza lengo la ziara yake ni kuja kusimika chama chake na kuhamasisha wanachama ili wawe mbioni kujiorodhesha na kuchagua watu bora wanaotaka mageuzi. Kuhusu swala la uchaguzi, upande wake yeye Delphin ameeleza kuwa hawezi kuambia wanachama kuwa atagombea nafasi gani, iwe bunge ama urahisi wa nchi, bali anataka kusikia sauti ya raia ambao ndiyo nguvu yake itakayompeleka hadi kugombea nafasi wanayotaka, na hiyo ndiyo demokrasia na mwanzo wa mageuzi. Msafara wa Bwana Delphin Kubwa upo hapa Uvira na watajielekeza tarafani Fizi na watafika Kalemi na majimbo mengine. Shukrani Nzobe. Tunajielekeza huko Bukavu. Watu 3 wa jamaa moja kufariki, nyumba nyingi kuharibika na magari kuenda na maji kutokana na mvua kali ulionyesha na upepo mkali huko mji mkuu Bukavu. Hiyo jana siku ya 3 tariki 13 Machi 2011 ni saa za jioni. Duru tulizo nazo kutoka wenzetu wa Radio Maendeleo zataja kwamba kati ya hao 3 waliofariki mkiwemo baba wa jamaa Bwana Manuele Baguma na mke wake na mtoto wao mmoja. Ndani ya nyumba hiyo mlikuwemo watu 6 ambao wameokolewa wakiwa wote wazima. Ambao waliathirika zaidi na mvua hiyo ni watu wa huko mtaani Kadutu, ambako maeneo ya Nyamugo magari ambazo zilikuwa zikisimama pembezoni mwa barabara zimebebwa na maji. Hata katika mtaa wa Ibanda Nyawera kumeanguka ukuta ya nyumba kubwa ya Bwana Bisimwa na leta shida kubwa kabisa na kuweza kuangukia nyumba zingine. Shida hiyo ilijitokeza huko mjini Bukavu wakati wa usiku, na shida hiyo ilijitokeza kutokana na kukosa mifereji, kama vile raia wa Bukavu wanaomba kwa wakuu viongozi kuchunguza mambo hayo. Na tunarudi hapa Uvira, ndugu Nzobe, utaweza kuleta mengi zaidi kuhusu kunusurika kifo kwa kijana huyu ambaye aliweza kufanya mchezo lakini ameokolewa. Naam, twende hivi. Kijana mmoja anayejulikana kwa jina la Byamungu alinusurika kifo jana siku ya 3 wakati alijirusha kwenye daraja la Kavimvira. Kijana huyo mwenye umri wa miaka zaidi ya 20, mkaaji wa kata la Kavimvira, alitaka kujiua kwa kujidondosha kwenye daraja au kilalo baada ya mzozo uliokuwepo kati yake na mama yake mzazi. Kwa mujibu wa majirani wa kijana huyo, wameeleza kuwa chanzo cha magomvi ni kudaiwa pesa 25,000 za Kikongomani
Kijana huyo aliokolewa na mwenzie aliyemtangulia kwa chini, akamdaka mikononi kabla hajajipiga kwenye mawe ya mto Kavimvira. Shukrani Nzobe. Unaendelea tu kufuata taarifa yetu ya habari kutoka radio na televisheni Tuungane, ambako ni 1:27. Tunajielekeza huko Cote d'Ivoire. Kwa niaba ya waziri wa kwanza wa Bwana Alassane Ouattara, Bwana Guillaume Soro, saa za Laurent Gbagbo madarakani zinabaki chache tu. Anajifasiria sababu ya ushindi wa jeshi la Bwana Ouattara kwenye uwanja wa mapambano. Jeshi hilo limeanza kushambulia tangu siku ya kwanza, lipo popote nchini. Siku ya tatu imekamata bila magumu mji mkuu wa kisiasa ya Moscow, halipo mbali na mji mkuu wa nchini Abidjan. Hotuba ya Laurent Gbagbo iliongojewa jana siku ya tatu haikufanyika tena. Ouattara na Gbagbo wanapigania madaraka nchini pwani ya pembe kwa muda uliofuata uchaguzi. Kila mmoja anasema kuwa mshindi wa uchaguzi ni yeye. Basi kabla tujaachana wasikilizaji, ni michezo na Nzobe atawaletea mengi zaidi kuhusu timu yetu ya Vivi hapa jijini Uvira ambayo ilijielekeza huko Bukavu hiyo juzi. Ikiwa kama jinsi mnavyofahamu, timu ya Vivi ipo Bukavu ambapo ilikutana hii leo na timu ya Ajax. Matokeo ni mabao 5-3, yani timu ya Vivi imeweza kuisakata timu ya Ajax kwa mabao 5-3. Hiyo mchezo huo umewafikia hadi kunako mapenalty. Tunajielekeza tu na habari za michezo. Mchezaji Yurik Bokanga aliyekuwa dhamani katika timu ya V Club na kuchezea baadaye Ulaya amechagua kujiunga na timu ya Tupwisa Mazembe ya Lubumbashi. Shukrani ndugu Nzobe kwa taarifa hii habari ya michezo kabisa. Nasikia timu ya Vivi ni hatari. Labda wakaji wa jiji la Uvira wako katika kabisa kurukaruka. Wamefurahi kabisa. Tuende hivyo. Kwa kweli mchezo katika nchi nzima kidemokrasia ya Kongo naona si mchezo kabisa. Labda tusubiri tu, tutaona matokeo mengine hatujui. Naona ni hatari. Tuende hivyo. Haya basi, na tutaweza kujulisha hata kwa wasikilizaji ambao wanatufuata juu ya siku ya 6 tarehe 2 juu ya kujiorozesha kwa watu. Unasikia namna gani watu waliweza kufanya mikutano mbalimbali, hasa wa mama wapasha habari ajili ya watu wajiorozeshe kabisa. Ndio, labda itakuwa vizuri sana wakaaji aidha wakongomani wote watambue kwamba tunajielekeza kunako kujiorodhesha hili tuanze kugombea au labda tuanze kufanya uchaguzi. Ndio, na ni mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha ya Kiswahili. Lakini kama haukuwa pamoja nasi msikilizaji wetu, tutakupa tena muktasari wake. Mzozo uliokuwepo kati ya viongozi wa Agence de Transport tarafani Uvira, hususan Agence Okapi na La Réponse, umemalizika ambako walikuwa katika mazungumzo na mkuu wa tarafa makamo Bwana Victor Chomachoma Mkubito, ambaye aliweza kabisa kuwaunganisha na kuwaombea baraka watumike kazi kwa amani. Na kwa kuhitimisha mwezi huu wa kina mama, wanawake wanamemba wa mama wapasha habari AFEM-SK walikuwa na mazungumzo hii leo kuhusu namna gani wanawake wataweza kujiorozesha wengi ili waweze kujitokeza katika uchaguzi. Na watu 3 wa jamaa moja kufariki, nyumba nyingi kuharibika na magari kuenda na maji kutokana na mvua kali ulionyesha na upepo mkali huko mji mkuu wa Bukavu. Ni hiyo jana siku ya 3 tariki 13 Machi 2011. Wasikilizaji wapenzi, ni mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa Fiston ambaye aliwezesha sauti yetu iwafikie huko nyumbani. Shukrani kwa Nzobe ambaye tulishirikiana naye. Mimi ni Hortense Chibalonza. Ni 1:30. Tunawatakia usiku wa baraka yake Mwenyezi Mungu. Kwaherini.